Jikumbushe jina lako mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa jina naitwa Enika Samuel Jonas. Ndiyo. Kwa kweli namshukuru Mungu amenikomboa. Sauti iwe kubwa mama. Namshukuru Mungu amenikomboa. Namshukuru sana. Naomba azidi kunikumbatia katika jina la Yesu. Pia namshukuru na mchungaji, pia nashukuru na waumini wote katika jina la Yesu. Namshukuru, najiona niko huru. Niko huru. Nahitaji niendelee kuwa imara zaidi. Jamani, nashukuru sana. Nashukuru. Kwa nini unasema uko huru? Niko huru, sina mizigo yoyote. Hata nikifa niko huru. Mungu anitawale. Unaenda mbinguni ufi. Mungu, namuomba Mungu sana. Sasa hivi angalau hata na usingizi unalala. Nalala usingizi. Pia namshukuru dada yangu. Jamani, nawashukuru kwa kweli. Mlete mbele dada yako. Ndio aliyekushuhudia. Naomba njoo dada yangu. Dada yangu mama mmoja baba mmoja. Huyo. Jamani, nashukuru kwa kweli, nashukuru. Sijui niseme nini. Sina cha kuwalipa. Nashukuru sana. Baada ya kuchoma yale matatizo yote. Nashukuru sana kwa kweli. Pia naomba Mungu atusaidie, nguvu za kuzimu zishindwe. Tunazikataa zishindwe. Mama, zimeshindwa tayari miaka 2000 iliyopita. Tunashukuru kwa kweli. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Toa sauti. Ile ambayo unasemeaga kule nyumbani kule ukiwa na majirani. Mimi kwa jina naitwa Pasisi Samuel Jonas Malika. Huyu ni mdogo wangu. Kutoka mimi ndo. Sasa kidole unatumia hichi huyu ili mic usitoe hapa. Huyu mdogo wangu. Kutoka mimi anakuja huyu hapa kuzaliwa. Mimi huyu ni mdogo wangu. Mwaka 2019 niliota ndoto kwamba mimi na mume wangu tupo kwenye giza nene ambalo sijui mwanzo wala mwisho. Wala sioni mwelekeo. Yeye analia, mimi nalia. Wewe na mume wako? Mimi na mume wangu. Nikaota siku ya kwanza. Nikapuuzia. Nikaota siku ya pili. Nikaenda kumwambia bibi yangu ambaye ni shangazi yake na mama. Akaniambia hiyo ni ndoto tu. Nikaota siku ya tatu. Asubuhi kama saa 2:00 nikapigiwa simu. Naambiwaje, wewe ndo dada yake Enika? Nikamwambia ndio. Akaambia mdogo wako amepata ajali, yuko Muhimbili. Mpate Muhimbili. Nililia sana. Sina hata 100, sijui naelekeaje. Kawaje? Basi nikamfuata Muhimbili. Nilipompata Muhimbili, kumbe yule malio mgonga muinji alitoa hela pale, wakamhudumia kila kitu. Huyu alikuwa na hali mbaya. Bado nikamsaidia. Sasa nilipomsaidia ndo nikaangukiwa kwenye hilo tatizo la kwamba familia yangu toka kipindi hicho mpaka leo. Huu ulikuwa ni mpango wa zile madhabahu. Walitaka kwa namna yoyote kama ameshindwa kufa pale kwenye ajali wakamaliziwe huko na. Sasa baada ya kumsaidia ndio hii vita ikahamia kwako. Ikahamia kwangu. Kwa hiyo mpaka leo na mimi naomba nifunguliwe, mume wangu afunguliwe, naishi maisha magumu. Kama Mungu amemfungua yeye na mimi pia nifungulie njia. Sasa tunaanzia hapo kumtukuza Mungu kwa sababu hii madhabahu ndio ilikuwa inamiliki kila kitu na kutesa. Amina, nashukuru. Kama madhabahu imeanguka chini na wewe, Mungu akukumbuke. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mume wako anampenda Yesu? Siwezi kujua nafsi ya mtu. Kwani si mume wako? Zamani alikuwa hataki kusikiliza, lakini sasa hivi hataki kusikiliza kipindi cha dini, anasikiliza, anabadilisha station, anasikiliza mahubiri. Kwa sasa hivi kidogo naona anaanza. Lakini zamani ukikuta unasikiliza na kuzimia redio. Anakuzimia redio? Baba, pokea sifa. Jamani, amesema hivi na yeye afunguliwe. Sasa hii madhabahu kwa sababu imekwisha na imeanguka. Semeni Bwana Yesu mbariki na yeye. Muondolee uzito wa haya maisha.
Mkono wako shika hili tumbo. Mimba yako na miezi mingapi? Tumbo tafikiri ni mjamzito. Naam? Semeni wapigwe. Wapigwe. Wamwachie Pasisi. Wamwachie Pasisi na mume wake. na mume wake. Wamwachie leo. Wamwachie leo. Amesema na yeye afunguliwe. Amesema na yeye afunguliwe. Silo tumbo kiangalia utafikiria na ujauzito. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tokeni mwende. Si mmeona kabisa tumechoma vitu. Haya, nendeni. Wewe acha maneno mengi. Toa mizigo yako kwenye hilo tumbo. Nasema toa kwenye tumbo mizigo yako. Nenda, msirudi tena. Semeni tunavua hilo giza. Tunavua hilo giza. Liondoe kwenye hii nyumba. Liondoe kwenye nyumba. Limwachie na mume wake. Limwachie na mume wake. Liachie familia. Liachie familia. Liachie watoto. Liachie watoto. Waweze kupata maisha mazuri. Waweze kupata maisha mazuri. Wafanye vitu vinaenda. Wafanye vitu vinaenda. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Waende. Waende. Waende leo. Waende leo. Na wasirudi tena. Na wasirudi tena. Aga kwa jina la Yesu. Jagaruru. Hebu naomba tuombe kwa dakika chache, kila mtu omba hapo ulipo, kama utasimama, kama umekaa, sema kwa jina la Yesu. Ufalme wowote wa adui ambao unaharibu mambo yangu kwenye ibada hii ya leo, nitakapotoka hapa ibadani nifunguliwe, maisha yangu yaende, hata imani yangu inuke. Roho ya kuchelewesha popote inapoinuka ipigwe kwa jina la Yesu. Ipigwe kwa jina la Yesu. Iachie kila kitu. Iachie mambo yangu ninayofanya. Iachie mipango ninayofanya. Katika jina la Yesu. Ile roho ya kuzunguka mahali pamoja leo inaniachia, na mimi nishike njia ya baraka zangu. Katika jina la Yesu. Uganga na uchawi ufe kabisa. Simama juu. Pasisi, nenda kaiambia akili yako kwamba mimi na mimi naweza kufanikiwa. Acha kukataa, acha kuishi kujikataa na kujiona umeshindwa kabisa. He Baba, Baba, pokea sifa. He Baba, kwaya naomba una ushuhuda. Mpe mic, tuchangamke watu wa mic jamani, na hivyo huyu anasema na ushuhuda mmoja, huyu anatosha kwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Toa sauti kubwa. Nawapenda. Amina, sisi zaidi. Mimi nina muda nilikuwa sipati haja kubwa. Lakini kuanzia ngoja kwanza. Andaa kule kwaya, andaa wimbo wa kupiga. Ili tatizo ulikuwa nalo kwa muda gani? Nilikuwa na muda mrefu. Upati? Ndio. Lakini inachukua kama muda gani? Yaani nilikuwa nikienda nani chooni, nikifika nikichuchumaa haja itoke. Usiongee matukio sasa. Yaani unasema tu nikienda chooni labda napata robo lita. Sipati. Yaani naishia tu hivyo. Unaishia tu kukaa hapo, kuhudhuria tu chooni. Alafu unatoka. Natoka nje. Hii ni kwa muda gani imekutesa? Nina wiki 3. Ulikuwa unaweza kukaa siku ngapi bila kwenda hivyo kupata? Zamani nilikuwa nakaa hata siku 2, lakini hapa ilikuwa limezidi sasa. Nakaa hata wiki 3. Wiki 3? Na unakula? Ninakula kila kitu nafanya. Lakini ndio si tumbo na linajaa au ndio hivyo hivyo tu? Kawaida tu hivi. Sasa mpaka nikawa najiuliza au kuna nani anayekula chakula nikila mimi? Ni wale mende. Nikawa najiuliza. Nimekujibu sasa, ni wale mende. Mende?
walikuwa nakutembelea ndotoni. Sasa ndo tangu wiki iliyopita, ndio Ijumaa na Jumamosi, ndio baba alinifungua. Ndio. Kuanzia Jumatatu nikaanza kupata haja mpaka leo. Ya kwanza namshukuru Mungu sana. Unashukuru? Yes. Yaani kupata hiyo. Nashukuru sana. Wewe hiyo ni kero, tunatamani isitokee, wewe unashukuru hiyo. Kwa sababu unapokaa hivyo huwezi kupata. Okay. Nimekuelewa. Baada ya maombi mambo yamefunguka. Mambo yamefunguka. Kabisa. Kabisa. Yaani sasa hivi niko vizuri. Safi hiyo. Safi hiyo, hiyo ni nzuri. Yani, soma eme. Tena nilikuwa na shauku kuja kushuhudia hiyo. Ulikuwa na shauku? Umepata nafasi. Ndio. Alafu kingine baba. Naomba tusaidie kitu kimoja. Waka ninaota madini nashikilia mkononi, nikishashikilia mwisho wa siku yanaanza kudondoka. Kama mara ya kwanza ile niliota. Kuna siku mume wangu nikamwambia utakutana na mtu. Alienda akakutana naye kweli. Akamwambia hiyo habari ya madini. Ndio. Tumekaa juzi kati hapa tena niliota tena hiyo ndoto ya madini. Kuna watu wananiletea madini mengi, nikaanza kusema mimi tajiri. Mume mnajua kutafsiri ndoto. Sawa Mume wako anajishughulisha na biashara gani? Biashara ya madini. Sasa hivi inafanya kazi? Ndio hivyo madini ndio yanavyokuja. Na kuuliza, hayo ni ya kwenye ndoto. Sasa hivi mume wako anafanya kazi ya madini? Hapana. Anafanya kazi gani? Anafanya kazi ya ukaguzi kwenye minara. Minara ya simu. Yes. Ndio nasema mume mnajua tafsiri za ndoto. Mungu anaongea. Mungu anakupa we mzigo, mrudishe yule mwanaume kwenye biashara yake. Ila na wewe utamiliki madini kupitia yule huku kwenye minara anazurura tu na pikipiki huyu. Yule issue zake inatakiwa iwe isiwe, kama atapata mtaji, kama atapata wadhamini, kama atapata vituko gani, lakini ule mkono ule ni mkono wa hiyo kazi. Ni mtu wa kucheza na mashimo huko chini huko. Tanzanite, ruby, green garnet, lord lights, Mmenielewa vizuri? Ndio. So muombe. Sababu naomba utusaidie sasa, maana niwasaidieje? Utuombee yule mtu sasa asiende kuuza madini peke yake, maana kuna mzigo tayari huko hewani. Na wewe uende naye? Hata kama kienda yeye tu, maana sio kwamba unajua wanasemaga mganga jigangi. Kwa hiyo hata mambo haya hatuwezi kujitatulia tu wenyewe, tunataka msaada. Haya, mtanitafuta ofisini tuombe hiyo issue. Haya. Amina. Mbarikiwe wapendwa. Baba nakushukuru sana. Nakushukuru kwa msaada. Hapana, mshukuru Mungu. Amina. Mungu namshukuru kupitia wewe, maana ndio aliokuweka ili utusaidie sisi. Utukufu arudishwe tu Mungu. Amina. Ani yeye amefanya. Mimi kibarua wake tu. Amen. Kama huyu nimeombea na amepata choo na wa milioni 30 akaone mipango inakaa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Inawezekana. Amina. Mimi naitwa Elisha Kaitila. Sauti kubwa. Mimi ni mume wa mke mmoja anaitwa Naomi Elisha. Amen. Na hutaongeza au? Sitaongeza mmoja huyo. Mimi nilipata changamoto kidogo ya uchumi. Kila nikiwa nikiitiwa kazi nenda nafanya estimate, baadaye naambiwa kwamba ni unaenda unafanya estimate. Tathmini. Kwa hiyo nikishamaliza kufanya tathmini naambiwa nitapigiwa simu, mwisho wa siku nakuta kazi inachukua. Zinakuwa ni kazi zina hela nzuri. Kazi kubwa. Ndio. Wewe ni unafanya kazi gani? Mimi fundi umeme. Wa viwandani, majumbani nafanya vyote. Ndio. Kwa hiyo hali ikawa inaendelea kama site 4-5 hivi. Kila nikienda naenda naonyeshwa site, nafanya tathmini kila kitu, lakini mwisho wa siku vinaishiria juu kwa juu. Site kama 5. Sasa ndo nikaja kwa baba hapa akaniombea. Ulivyoniombea jioni yake nikapigiwa simu ya Mbezi kwenda kufanya kazi. Nilivyoomba tu jioni ukapigiwa simu ya kwenda kufanya kazi wapi? Mbezi. Chapa maneno. Huyo ni Bwana, huyo ni Mungu aliye hai. Haleluya.
Kwa hiyo namshukuru Mungu, mambo yameenda sawa. Mambo yameenda sawa. Zamani ulikuwa unafika unasakagula kazi lakini haziji. Amina. Amina. Jamani samani, hii sakagula ni Kiswahili kipya ambacho nimekipata kwa Mwana Praise. Sasa ile kazi ilikulipa kama shilingi ngapi ya Mbezi? Ilikuwa kama 800 hivi. 800? Ndio. We. Mimi tunaongea habari za 40,000 hapa. Kuziba, yani kubandika barubu, kutoa waya wa S ama uliochakaa. 800. Ukimaliza ushuhuda, Amen. Jumapili mtakuwa na nafasi maalum ya kushuhudia na mke wako hapa madhabahuni, mkimshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wenu Joffin. Unajua vita mliopitia? Amen. Ili Mungu akawainue zaidi. Nenda kapokee kazi zaidi. Amina. Zaidi sana. Amina. Andika hapo ukapate tenda za kufanya mpaka serikalini kule wanakuita kule. Waziri anakuita anakuambia njoo hapa ufanye site hii. Umeshamaliza kuandika? Mike iende kwa Martha. Bwana Yesu asifiwe. Andike neno maombi, kila mtu andike hitaji la moyo wake analotaka Mungu amtendee. Baada ya maombi kule kwenye biashara ilikuwaje? Baada ya maombi mimi nafanya biashara. Siku yenyewe nimefanya biashara lakini mauzo yalikuwa chini, tofauti na siku ambayo hata kipindi naanza kufanya biashara sijawahi kuuza mauzo kama yale. Wewe kwa kawaida wewe unauzaje? Kwa kawaida kutokana na biashara yangu ni 300,000, 400,000 kwa siku. Kwa siku 300,000, 400,000. Ndio. Hiyo siku baada ya maombi sasa umeuza shilingi ngapi? Yaani kabla ya maombi mauzo yalivyoshuka ile siku niuza shilingi 70,000. Mauzo yalivyoshuka? Ndio. Na siku nilikuwa ukasema hichi ni kitu gani? Hiki ni kitu gani? Nilikupigia baba nikakueleza ukaniambia kesho njoo kanisani haraka. Na kweli nilifika. Napenda watu wanaopenda kunisumbua na kuniheshimu. Yaani anajua nilichokibeba ndani yangu. Baada ya maombi mimi leo yani sasa hivi nabana kila kona. Baada ya maombi mapepo yalipuka kwamba amefunga biashara yangu, na kweli kwa sababu mimi nauza mananasi, alikuja mtu anaulizia mafenesi. Mafenesi. Yaani mtu anapita anaulizia kitu ambacho mimi sikiuzi. Hata kijana ambaye ananisaidia kufanya kazi hadi akawa anashangaa, sister mbona hii sio hali ya kawaida? Kwa tunauza bidhaa. Wasimulie waelewe ulimwengu wa roho. Ile ndoto uliota ya wale majini wawili wamevaa mavazi mekundu. Niliota majini mawili na pambana nao katika ndoto. Wakawa wananyoshia mkono kwenye tumbo. Kitendo cha kunyoshia mkono kwenye tumbo, tumbo langu linakoroga sana. Amina. Pasta kingine mimi umeuza shilingi ngapi siku nao tuambie uliuza sana? Mauzo alipanda hadi 180,000 kutoka 70,000. Kutoka 70,000. Ndio. Kingine pasta. Kingine ndio. Mimi sikuaga na isula. Yaani ilifika tu nikiangalia. Ulikuja na machunusi. Ndio. Yamejaa, nikakwambia wamekutupia ngozi ya nungunungu. Walisema nitupia ngozi ya nungunungu. Safi, baada ya kuvua ngozi ya nungunungu sura ikoje? Naanza kupata nusu langu inarudi. Safi hiyo, safi hiyo. Machunusi wanapiga sura isiambiwe habari ya saizi. Kwa hiyo sema amina. Amina. Nimemaliza kuandika. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, tunaamini. Shukuru sana. Na kushukuru pia mtumishi. Mimi hapana, mumshukuru Mungu. Hujawahi kunichoka. Mimi kibarua wake tu. Mama yake amepitia mateso gani? Mengi. Kama yapi? Kafiwa na mume. La pili, kuna huyu akiolewa mume atakufa. Okay, la pili. Mamake hafanikiwi kile anachofanya mama yake. So hiyo roho na kwa huyu mnataka ikae. Kile anachofanya kisiende. Unaona hii sadaka ni ya hatima. Iangalie. Mlikuwa mnamwambia asitoe kwenye hii bahasha. Mlikuwa mnampa moyo mzito. Kwa nini mlikuwa mnamwambia asitoe? Itamuinua. Yesu makofi, haleluya. Basi ametoa, sasa unasemaje? Nasema ametoa, unasemaje? Unaitupa. Mimi naipokea sasa. Na kubamiza nayo kichwani, na kupiga nayo kwenye mgongo, na kung'oa na kupiga na sadaka hii. Sadaka ina nguvu ya kukuharibu leo. Sogea wewe, kaa pembeni huko, damu zisikumwagikie. Wewe uache maisha yake. Atenganishwe na mama yake. Na atakuwa msaada kwa mama yake, atambariki mama yake, atamnunulia na vitenge. Wewe
Kuna watu mnapitia roho, mama aliteseka na wewe the same. Leo na ibada tu ya maombi. Tukimaliza hizo zoezi mnaenda kwenye maombi. Na nitakwambia tunaenda kuombea nini leo. Sema wanakufa leo na wasiinuke milele. Kwa kupitia sadaka yake anavalishwa taji ya baraka, taji ya heshima na utukufu, na ataolewa na adumu kwenye ndoa. Mshangilie Yesu, sema amina. Yes, sadaka ina nguvu hii. Haleluya. Haleluya.